Shalom na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Pastor Fidel Sarwas. Tunamshukuru Mungu kwa maana neema yake na uwezo wake ingali natuchunga. Nataka niongee na wewe siku ya leo, wewe ambapo unanifuatilia. Nataka niongelee kitu ambapo kimeitwa neema ya Mungu. Mpendwa, wakati ambapo tuko mwayo, muda ambapo tuko mwayo ni muda ya kugundua neema ya Mungu ni nini katika maisha yako. Ni muda ya kugundua neema ya Mungu inakusaidia na nini. Kuna wengine ambapo waliopewa neema lakini hawajui kutunza neema hiyo. Mpaka huduma yao inafika kwa mwisho, kutokujua kuchunga kitu ambapo Mungu alipokupa neema. Kama Wafaransa wanaitwa la grâce de Dieu. Katika Biblia, Luka sura ya 1 mstari ya 26, Biblia inasema kulikuwa watu mingi sana hapo Israeli. Kulikuwa watu mingi sana, lakini malaika wa Mungu akakuja kumsalimu Maria. Akamwambia, salamu wewe ambapo unapewa neema. Salamu wewe ambapo unapewa neema. Inamaanisha nini? Neema ambapo inapokuja katika maisha ya mtu, imekuja kutafuta huyo mtu ambapo anastahili. Imekuja kutafuta ule mtu ambapo anastahili kupewa hiyo neema. Sio watu wote ambapo wanaopewa neema. Ingekuwa watu wote ambapo wanaopewa neema, Yerusalemu hapo, Israeli hapo, kulikuwa watu mingi sana. Watu mingi ambapo walikuwa mabikira, lakini neema ikashukia mtu mmoja. Neema. Ndio maana Biblia inasema kama mumepewa neema, mumekataa neema, kwa sababu atujue kutunza neema ya Mungu ni nini. Wakati mwingine Mungu anatulomba kitu ambapo anayotupewa, tujue kujilinda. Tunaweza kuwa watu mingi, tunaweza kuwa watu wenye uwezo, lakini neema inakujaka kwa mtu mmoja. Unaweza kuwa mumesoma, umeweza kuwa umefanya chochote ambapo unatakiwa kufanya, lakini neema imekuja juu ya mtu mmoja. Neema ya Mungu imekujaka kutafuta mtu ambapo alikuwa amezarauliwa, mtu ambapo alikuwa amekataliwa, mtu ambapo alikuwa afai. Neema ya Mungu imemchukua ule mtu, inamsukuma. Neema ya Mungu imekujaka kutafuta mtu. Na katika neema kuna aina mingi sana za neema ambapo nitaongelea baada niingie huko. Kitu cha kwanza, tuongelea shuti zine za neema ya Mungu ambapo itakubariki kwenye mtandao ya siku ya leo. Kitu ya kwanza, katika neema kila mtu anapasha kujua nafasi yake ndani ya neema. Kama umepewa neema lakini haujue nafasi yako, utakuwa mtu ambapo utangaika sana katika huduma. Lakini ukikuwa mtu ambapo umejua nafasi yako, nafasi yangu iko nini. Wakati malaika alikuja kumsalimia Maria akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Mungu, iwe kama neno lako. Kwa maana Maria alikuwa nafasi yake. Alijua nafasi yake iko mahali wapi. Leo tuko na watu wingi sana ambapo hawajui nafasi yao katika makanisa. Watu wanagaramia huduma. Wengine wanajiita prophet, wengine wa manabii, wengine wa pastere, wengine donc kila aina ya huduma uko nayo. Aujue nafasi yako iko mahali wapi. Kila mtu inabidi ajue nafasi yake ndani ya huduma, katika mafanikio. Wakati neema Mungu inapokuja katika maisha yako, ukapoteza nafasi yako, hiyo neema inaweza ondoka. Zamani ulikuwa Mkristo,
Zamani ulikuwa naomba sana, lakini nafasi yako haipo tena. Zamani ulikuwa nafunga sana, lakini nafasi yako haipo tena. Zamani ulikuwa unahubiri sana, lakini nafasi hiyo hauko tena. Neema ya ile fashi umepoteza. Na wakati utapoteza neema ile fashi, utakuwa mtu wa kulia sana, utakuwa mtu wa kungaika katika huduma, utakuwa mtu wa kupapasa katika huduma, mpaka utaanza jiswali, Mungu iko pamoja na wewe wala Mungu haiko pamoja na wewe. Tatizo sio Mungu kuwa pamoja na wewe, lakini tatizo umepoteza nafasi yako. Umepoteza nafasi yako. Katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kama Mungu akaumba Adamu na Eva. Kwenye Mungu aliumba Adamu na Eva, akawatia katika bustani. Kitu cha kwanza, Adamu hakujua nafasi yake ya kama kukuwa mwanaume, na ndio kitu ambapo alipoteza hiyo neema. Adamu hakujua nafasi yake. Ndio maana wakati Mungu alimchomokea, Mungu anamuuliza, nani ambapo alikuambia ukule tunda? Kwa sababu ya kutokujua nafasi yake, akajibu akasema, ni huyu mwanamke ambapo uliponipa. Sasa tatizo ya Adamu, akujua nafasi yake namna gani. Na kama utajua nafasi yake, utajitambua. Ukakuwa mtu ambapo unajua nafasi yako katika huduma, utajitambua. Utajitambua kama hapa nimekosea, hapa ni nafasi yangu, siwezi kukaribisha. Mungu anapenda kila mtu ajue nafasi yake. Jua nafasi yako katika maisha, katika huduma. Jua nafasi yako katika neema ya Mungu. Kama Maria, neema ambapo iliposhuka, alibakia nafasi yake. Ulikuwa muimbaji, baki muimbaji. Ulikuwa mhubiri, baki mhubiri. Ulikuwa mpiga vyombo, baki mpiga vyombo. Ulikuwa msafishaji ya kanisa, baki msafishaji na kanisa. Kujua nafasi yako iko mahali gani ni jambo ya kawaida sana. Leo tuko na Wakristo wachache ambapo wanangaika katika huduma, hawajue nafasi yao katika huduma. Kitu cha pili katika neema ya Mungu, nitaongelea katika kitu cha pili. Ile ilikuwa point wa kwanza. Kitu cha pili, neema ya Mungu inatafutaka mtu. Neema ya Mungu imetafutaka mtu. Ukishajua nafasi yako, ukishajua mahali ambapo unastahili kukua, neema ya Mungu itakutafuta. Vipande vishuke, neema ya Mungu itakutafuta. Nazareti kulikuwa watu mingi sana, lakini neema ya Mungu ikamtafuta Maria. Nazareti kulikuwa wabikira mingi sana, lakini neema ya Mungu ikamtafuta, ikatafuta. Tunaweza kuwa watu mingi, mnaweza kuwa watu mingi katika jamaa, katika familia, lakini neema ya Mungu inaweza tafuta mtu mmoja. Mtu ambapo alijua nafasi yake, alibaki nafasi yake, neema ya Mungu inaweza kumtafuta. Neema ya Mungu itakutafutia wakati umetulia, wakati umejua hii ni nafasi yangu, wakati umejua hii ni sehemu yangu. Neema ya Mungu inaweza kukutafuta katika maisha yako. Mfano ambapo nitacha katika Biblia, Mephibosheth alikuwa mtu ambapo astahili, alikuwa mtu ambapo desturi yabo, alikuwa mtu ambapo astahili kunini kukula katika meza cha ufalme kwa sababu alikuwa kiwete. Lakini hata kama sheria ipo, neema ya Mungu ikatafuta Mephibosheth na akakula pamoja na mfalme. Neema ya Mungu inatafutaka mtu. Sijue mahali ambapo unaponisikia, ejalishe changamoto ngapi ambapo unapitia, ejalishe mateso ngapi, lakini neema ya Mungu ikutafute siku ya leo. Neema ya Mungu inatoshaka mtu katika mavumbi na kumketisha katika kiti cha ufalme. Neema ambapo ilimtafuta Yusufu ikutafute pia na wewe. Angalia mpendwa, Samuel alikuwa mtu ambapo alikuwa amekataliwa, lakini neema ya Mungu ikamtafuta. Katika Biblia inasema nini? Samuel alikuwa na watoto, lakini neema ya Mungu ikajitukuza. Kuwa mtu wa kutafuta neema ya Mungu siku zote
ya maisha yako. Neema ya Mungu. Davidi alikuwa katika poli, lakini neema ya Mungu ikamtafuta Davidi katika poli. Ejamanisha vitu ngapi ambapo napitia, ejamanisha changamoto ngapi ambapo napitia, lakini neema ya Mungu inaweza kutafuta mahali kwenye uko na kuketisha katika kiti cha ufalme. Na kutangazia kama neema ya Mungu inaweza kukutafutia kazi kwenye uko na kukuletea tena ushindi mahali ambapo uliposhindwa. Ejalisha umepitia miaka ngapi. Biblia imesema tu Daudi alikuwa amechunga kondoo, lakini Biblia iseme kama alifanya miaka ngapi huko. Ejalishe kuteseka kwako, neema ya Mungu haiwezi kutafuta. Ejalishe kuachiliwa kwako, neema ya Mungu haiwezi kutafuta. Ejalishe kukataliwa kwako, neema ya Mungu haiwezi kutafuta. Lakini neema ya Mungu imekuja kutafuta wale ambapo wamekataliwa. Biblia inasema Mungu amekamata vitu vizaifu kwa sababu apatishe wenye akili haya. My God. Acha neema Mungu kutafute siku ya leo. Neema Mungu kutafute siku ya leo. Wewe ambapo ulikuwa umekataliwa, neema ya Mungu kutafute katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Neema ya Mungu ikutafute tena. Napenda sana Biblia katika habari hizi ya Daudi. Neema ya Mungu